Watu wanaweza kunufaika katika huduma zetu sisi ni watu marika yote. Kuanzia watoto wachanga mpaka watu wazima wazee kabisa. Sawa sawa. Na tukisema kuanzia watoto wachanga inamaanisha kuna screening ambazo zinafanyika kwa watoto katika umri ambao pale tu wanapozaliwa na kabla hajaruhusiwa hospitali kwa wale ambao watakuwa labda wapo hospitalini, na kunafanya ile early screening kwa wale watoto ambao wanafika katika kipindi ambacho wanatakiwa waonyeshe maendeleo fulani ama maendeleo fulani katika ukuaji, aidha ni uongeaji na nini, lakini wanashindwa kufanya hivyo vitu kwa wakati, basi ni watu ambao lazima tuwafanyie screening hata kama ni kwa kuchelewa kwa kiasi hicho. Lakini pia kuna wanafunzi na watu ambao wanafanya kazi katika mazingira ambayo yanaweza kawa yanawahatarishia afya ya mfumo wa usikivu. Hao ni watu ambao tunawatendi sana katika kliniki zetu. Pia na wale watu ambao wanafanya screening kwa ajili tu ya kufahamu zaidi afya yao ya mfumo wa usikivu. Sio lazima awe ni mtu ambaye anaweza kusema sasa nataka niangalie usalama wa masikio yangu. Pia ni watu ambao tunawahudumia, kwani kufahamu changamoto hizi mapema hasa katika mfumo wa usikivu, upotevu wa usikivu, kujigundua mapema kama una shida ya usikivu ni njia rahisi zaidi ya wewe kusaidika kutibika. Kwani miongoni mwa shida ambazo zinasumbuaga ama kutibika zinakuwa ni changamoto ni miongoni mwa shida za usikivu. Lakini ukipata mtu akiwa ametambulika mapema, ametambuliwa mapema changamoto yake, ni rahisi kumsaidia. Kwanza kuna kitu tunaita milestone. Milestone ni hatua za ukuaji ambazo zinatakiwa ziende zinatambulika na kuona maendeleo kuendana na umri wa mtoto anapoenda. Tunategemea mtoto wa kadri kufikia kwenda ama kukimbilia kwenda miaka 3 au ni mtu ambaye at least anaweza kuarticulate, anaweza kuongea baadhi ya maneno ambayo ni ya msingi kabisa, au kuweza kuwa na ile fluent speech, anaweza kuunganisha maneno na msongo. Lakini unaweza kukuta katika ukuaji wa mtoto anapoteza uwezo wa kuweza kuongea baadhi ya maneno ambayo ni ya kawaida kabisa, kama kutamka neno dada, mama, watu ambao wapo naye katika mazingira ambayo ni familia kabisa, ama kutamka baadhi ya vitu vidogo vidogo ambavyo vinakuwa katika mazingira yanayomzunguka. Ni kwa sababu anashindwa kujifunza haya maneno kwa kusikia. Tunasema ukishindwa kusikia ni ngumu sana kujifunza lugha. Sasa watoto wanapataga changamoto sana ya kujifunza kuweza kutamka maneno kwa sababu ya kushindwa kusikia vizuri. Lakini pia wazazi kama wazazi wanaweza kufahamu hii hali kama watoto wao wana changamoto au hawana changamoto, kwa kuweza kutengeneza baadhi ya sauti za kawaida tu kabisa, kuona namna gani mtoto anarespond. Mtoto anaweza ukamtengenezea sauti kwa kuhakikisha labda anaweza akawa ana face uelekeo mwingine tofauti na kutengeneza sauti ambazo kataka kuchunguza kama ana uwezo wa kuzirespond hizo sauti. Hii pia inaweza ikakupa ishara kwamba unaweza ukatengeneza ile doubt, lakini kwamba huenda mtoto wangu ana changamoto ya usikivu, na uweze kumuona mtaalamu na kuweza kupata ushauri au kufanyiwa vipimo vya awali kabisa kuweza kutambua kama mtoto wako yupo salama katika upande wa mfumo wa usikivu ama la. Na kama haipo salama, basi ni vizuri zaidi na sisi inakuwa ni rahisi kuweza kumhudumia mapema na kuweza kuepuka hatari inaweza kuja baadaye ya kupoteza uwezo wa kusikia na kushindwa kutibika kabisa.